Bwana Yesu asifiwe mpendwa, na karibu tena katika ujumbe huu ambao nitashare na wewe leo tariki 13 ya mwezi wa 4, ambayo ni Jumapili inayojulikana kwamba ni Jumapili ya kabla ya Pasaka. Kwa sisi wa Kristo, Jumapili ya kabla ya Pasaka inajulikana kama ni Jumapili ya sikukuu ya Matawi, ambao katika lugha ya Kiingereza wanaita Palm Sunday. Kama Wakristo, leo ni tukio muhimu kwetu kwa sababu inaonyesha jinsi gani Yesu Kristo alivyoingia Jerusalem kama mfalme wa amani. Lakini pia ikionyesha jinsi gani alivyopokelewa kwa shangwe. Lakini tofauti na hiyo, ikionyesha ishara ya unabii na ujumbe wa kiroho na wakina kuhusu tabia na ufalme wa Mungu. Sasa, kwa fursa hii, nilitamani niongee ujumbe mfupi tu ambao unasema mfalme wa amani aingia Jerusalem. Na kabla sijaongea mada hii, ninajua kwamba una maswali mengi ambayo utakwenda kujiuliza, mfalme wa amani ni nani? Lakini jibu la haraka ni kwamba ni Yesu Kristo. Na acha tusome Biblia katika kitabu cha Mathayo, sura yake ya 21 na mstari wake, kuanza mstari wake wa 5 na tutaishia mstari wake wa 9. Biblia inasema hivi: mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, amepanda punda, na mwanapunda, mtoto wa mnyama wa mizigo. Mstari wa 6 unasema, wanafunzi wakaenda wakafanya kama Yesu alivyowaamuru. Mstari wa 7 unasema, wakamletea yule punda na mwanapunda, wakatandaza nguo zao juu yao, naye akaketi juu yao. Mstari wa 8 unasema, watu wengi mno wakatandaza nguo zao njiani, na wengine wakakata matawi ya miti wakayatandika ndiani. Na makutano waliotangulia na waliomfuata wakapaza sauti zao wakisema, Hosana mwana wa Daudi. Ndugu, kupitia ujumbe huu ambao tumekwenda kusoma katika kitabu cha Mathayo, neno fupi ambalo tutakwenda kuliongea ni kwamba mfalme wa amani ameingia Jerusalem. Na nimeanza kukuambia kwamba mfalme wa amani si mwingine bali ni Yesu Kristo. Na kwa fursa hii kuna mambo mawili wala matatu ambayo tutakwenda kuyaongea. Jambo la kwanza ni kwamba aliyeingia kwa unyenyekevu. Kwa hiyo mfalme wa amani hakuingia kwa fujo, lakini ameingia kwa unyenyekevu. Jambo la pili ni kwamba kwa kuingia kwake watu wote walishangilia kama mfalme aingia. Na jambo la tatu, tutaona ujumbe wa mfalme wa amani aliyouleta ni ujumbe wa kupatanisha. Kwa hiyo acha nianze jambo la kwanza ambalo linasema kwamba aingia kwa unyenyekevu, ambaye ni mfalme wa amani. Nini kinachoonyesha kwamba mfalme aingia kwa amani? Ukisoma Biblia katika kitabu cha Mathayo sura ya 21 na mstari wa 5, Biblia inatuambia kwamba mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja kwako, mpole, amepanda punda, na mwanapunda, mtoto wa mnyama wa mizigo. Ukiangalia katika Biblia utakwenda kuona kwamba wafalme wa zamani walitumia farasi kwa kutembea wala kwa kutoka fasi fulani kuendea fasi nyingine. Lakini mfalme wetu hakutembea kwenye farasi, alitembea kwenye punda. Utofauti gani kati ya punda na farasi? Punda ni nyama aliyezihirisha amani, lakini farasi ni nyama aliyezihirisha vita. Kwa hiyo Yesu Kristo anapopanda kwenye punda alizihirisha kwamba hakuja kwa vita, lakini anakuja kwa amani. Na unabii huu ulikwenda kutabiriwa ukisoma katika kitabu cha Zakaria sura yake ya 9 na mstari wa 6 unasema kwamba tazama mfalme wako anakuja mnyenyekevu, amepanda punda. Kwa lugha nyingine, amekuja kwa amani. Lakini pointi ya pili yetu inasema kwamba watu walimshangilia kama mfalme.
Ukiangalia Biblia inatuambia kwamba wakati alipoingia, watu walianza kuimba wakisema Hosana, abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana, wakimtambua kama Masia. Lakini Yesu hakuja kutawala kwa nguvu au vita, bali alikuja kuokoa na kuleta amani ya kweli kwa wanadamu. Imagine, mfalme amekuja kwa unyenyekevu. Lengo lake kubwa ni kuja kutawala, lakini si kwa vita. Ametuletea amani na pia amekuja kutuokoa. Kwa hiyo mpokee katika roho yako ili amani ipatikane na wokovu wa kweli upate kuonekana. Lakini pia ukiangalia siku hiyo watu waliimba wakisema Hosana. Neno Hosana linatoka katika lugha ya Kiebrania ambayo inaonyesha tuokoe tafadhali. Tupe wokovu. Kwa wakati wa Yesu, neno hili lilitumika kama kilicho cha sifa na heshima kwa Masia. Kama kusema sifa kwa mkombozi wetu. Kwa lugha nyingine walipokuwa wakiimba, walikuwa wakisema tuokoe, na sifa ziende kwa mkombozi wetu ambaye ni mfalme wa amani, ambaye ni Yesu Kristo. Lakini jambo la tatu ambalo tumesema ujumbe wake ulikuwa ni ujumbe gani? Ukisoma katika kitabu cha Isaya, Biblia inasema kwamba maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa lugha nyingine, ujumbe ambao ametuletea mfalme ni ujumbe wa amani, ujumbe wa kutupatanisha, ujumbe wa kututoa katika dhambi, ujumbe wa kutuingiza katika ufalme wa Mungu ili tupate kupatana tena na Mungu. Kwa hiyo, kwa kuhitimisha, acha nikwambie kwamba siku ya matawi wala sikukuu ya matawi, Yesu alipokelewa kama mfalme, lakini si mfalme wa dunia ya mabavu, bali mfalme wa amani anayewaletea watu wake matumaini na uzima wa milele. Kwa hiyo leo nakusihi umpokee Yesu Kristo ambaye ni mfalme wa amani. Haingie ndani yako, haingie kwenye moyo wako, atawale moyoni mwako ili upate tumaini la wokovu, ili upate amani na uwe na tumaini jipya katika Yesu Kristo, na Mungu apate kukubariki katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.